Shalom, shalom tena watakatifu wa Mungu na wasalimu kwa jina la Yesu. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bonjour à tous. I'm greeting everyone in Jesus Christ's name. Glory to God. Namshukuru tena Bwana kwa siku tena ya leo. Leo ni kipindi yetu ya tatu, na kwenye kipindi ya tatu tutaona utofauti uko wapi wa Mungu wa mtu na mnyama. Ndio kipindi tulioacha. Utofauti ukisoma kwenye kitabu kia Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10. Mungu anaumba vitu vyote na akampa mtu uhai. Baada ya kuumba, tuliona wiki iliyopita, tuliona Mwanzo 1:26, Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Na tunaona leo Wakolosai. Na hii Wakolosai tunaona kwenye hiyo, wakati Mungu aliumba mtu, Mungu alimpa mtu na vipande vitatu. Mungu alimuumba mtu ya kwanza mwili, nafsi na roho. Hii roho utofauti. Sasa uone mnyama Mungu alimuumba vipande viwili, mwili na nafsi. Mtoto akikoma, mtoto akizaliwa, mtu yoyote akizaliwa, ni kwamba baada Mungu aliumbaka mwanzo, Mungu aliumba mtu. Mungu aliumba mtu mzima kabisa, lakini Mungu akaweka mbegu ndani ya mtu. Hiyo mbegu ya kuzaa, baada ya dhambi, mbegu ya kuzaa. Ni kwamba ukuzaa mtoto yoyote aliyezaliwa, mwanzo anazaliwaka na vipande viwili. Vipande anazaliwaka kama mnyama. Baada ya miezi mitatu ndiyo pumzi ya Mungu inakuwa kuingia ndani ya mtoto. Baada ya miezi mitatu ndio pumzi ya Mungu inaingia ndani ya mtoto, anakuwa na utofauti. Ni roho ndio inafanya utofauti wa mtu na mnyama. Roho inafanya utofauti wa mwanadamu na mnyama. Mungu alimuita mtu wa kwanza, akamuita jina ya Adam. Huyu Adam Mungu akampanga, akamuita jina Adam, tena akampanga, akamuita Adam. Akampanga ili ya familia yake. Hiyo familia ndio inakuwa wana wa Adam. Human kwa Kifaransa, les humains ni watoto, ni kwamba ni ukoo wa Adam, ndio wanawaita wa les humains, ndio wanaita wana wa Adam, ni ukoo wa Adam, wanaita wana wa Adam. Na uhai unatembea. Uhai, mnyama ana uhai, mtu ana uhai, lakini uzima, mnyama hana uzima, kwa sababu mnyama Mungu alimuumba kama chakula cha mtu, mnyama. Na ndio maana Mungu alimuumba mtu kutawala viumbe vyote. Mungu aliumba mtu kutawala viumbe vyote. Na Yesu Kristo alikuja duniani juu ya kurudisha asili ya utu. Ukiangalia pale Mwanzo 6, Mungu anasema mtu ni mnyama tu, kama mwana wa Adam ni wanyama tu, kwamba mtu yoyote anaishi kwenye dhambi ni mnyama tu. Lakini sasa kama leo wanasema mtu alitoka kwa nyani, mtu yupi alitoka kwa nyani? Mwanadamu yupi alitoka kwa nyani? Nyani ana roho. Roho ndio inafanya mtu kuongea, roho ndio inafanya mtu kusimama, roho ndio inafanya mtu kufanya shughuli yoyote. Na ndio pumzi hiyo Mungu alimpumzia mtu uhai. Hiyo pumzi ndio ya uungu uko ndani ya mtu, inafanya mtu kusimama, inafanya mtu kufanya kazi yoyote. Hiyo kazi. Na ndio maana ukimpokea Yesu, ukiishi ndani ya Yesu, uumwi kamwe. Mimi sitaumwa kamwe.
siumwi kamwe mpaka siku nitaenda mbinguni. Mimi silogeki kamwe mpaka siku nitaenda mbinguni, kwa sababu mimi sio nyani. Wanasiasa walidanganya kwamba mtu alitoka kwenye Australopithecus, atoka kwenye Pithecanthropus, alitoka kwenye mtu aliumbwa na Mungu. Utofauti ni roho, ndio pumzi tunayo, ndio pumzi tunayo, pumzi ya Mungu. Usipomwamini Mungu unapoteza hiyo pumzi. Kwa jina la Yesu leo pokea like, comment, chat. Ukiwa na swali uniulize na utasupport. Utaona chini pana namba, usapoti. Tunaendelea na semina yetu, itakuwa nzuri, itakuwa ya mafungulio, itakuwa ya uponyaji, itakuwa ya baraka kwa katika jina la Yesu.